Skuli mbalimbali visiwani Zanzibar zimetakiwa kujitoa kwa hali na mali katika ufundishaji wa wanafunzi ili kuzalisha viongozi bora. Akizungumza kabla ya utoaji zawadi kwa mwanafunzi aliyehitimu kidato cha 4 na kupata Division 1 katika skuli ya Lumumba, meneja wa maendeleo ya elimu Greenlight amesema kuwa skuli zote zinazosomesha zijikite katika kuzalisha viongozi bora kupitia skuli zao na sio kila siku skuli moja. Kutoa rai, tayari skuli ya Lumumba imeweza kuzalisha na kupandikiza elimu bora kwa vijana walio wengi kwa takriban miaka mingi sana iliyopita. Kwa basi nitoe rai kwa skuli nyingine ambazo zipo Zanzibar zinafanya utaratibu wa kusomesha, waendelee kujikita na kuendeleza masuala ya kujitahidi kusomesha kwa nguvu kubwa sana, ili na wao waweze kupambana vikali katika swala la kuzalisha elimu bora na kupandikiza elimu nzuri kwa taifa la vijana wa Zanzibar. Kwa sababu isiwe tu kila siku Lumumba wao ndo wamekuwa wanafanya vizuri, Lumumba wao ndo wamekuwa wakizalisha viongozi bora, basi nitoe rai kwa skuli nyingine. Skuli zote ambazo zinafanya kazi ya kusomesha vijana kupitia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zijikite kupitia walimu, zijikite sana katika kuzalisha, kuboresha na kusomesha vizuri, ili tuone kwamba nazo skuli nyingine kupitia miaka inayokuja inazalisha viongozi bora kupitia mashule yao, inazalisha vijana waliokuwa na elimu bora kupitia mashule yao, ili tu kuona taifa la Zanzibar linakuwa katika mnasaba wa kuzalisha viongozi na vijana bora katika jamii. Habari kupitia television tofauti, nataka niwaambie kwamba vijana wenzangu kwamba elimu ndio nafasi kubwa sana ya kuweza kubadilisha maisha yetu kwa namna moja ama nyingine. Naye mkurugenzi wa Greenlight Salim Musa Omari ameelezea lengo la kumpatia tuzo kijana huyo. Lakini kumpa tuzo hiyo inaweza ikasababisha na wenzetu hawa wadogo zetu ambao wako sasa hivi form 4 kuwa na motisha wa kuweza kusoma kwa bidii, ili leo na kesho tukafikia hao 300 ambao na wawishi kwa mwakani. Lakini pia kwa sababu mwanafunzi huyu alikuwa ameitwa katika taasisi mbalimbali upande wa Tanzania bara, Mwenyezi Mungu amjalia akapata scholarship ya kuingia shule moja ambayo inaitwa Shamsia pale Dar es Salaam kuendelea na masomo yake ya advance. Alikaa katafakari sana kuondoka Zanzibar kwenda kusoma huko, lakini akaona bora aende Shamsia Secondary School. Kwa upande wa advance kwa mwaka ni takriban milioni 7 kwa mwaka malipo yake. Kwa hiyo sisi kama Greenlight Foundation, kwa sababu alipata scholarship lakini sio yote, tukasema hapo palipobakia Greenlight Foundation itawajibika kulipa. Na jana tumeweza kumfanyia malipo ya tuition fee, food fee na dominatory fee. Fee ya mwanzo ilipaswa ilipwe tarehe 12 mwezi wa 3 2019 ambayo ilikuwa ni leo, hiyo imelipwa. Fee ya pili alipaswa alipe tarehe 13 mwezi wa 5 2019, tumeilipa jana. Fee ya tatu alipaswa ailipe tarehe 8 mwezi wa 7 2019, nayo tumeichanganya kuilipa jana. Tumefanya hivi ili kumfanya ndugu yetu huyu awe comfort wakati anakwenda kusoma masomo yake, awe comfort na asome akiwa hana lolote lile ambalo analiwaza. Hawazi chakula, hawazi kukaa bwenini, hawazi tuition fee, hawazi kitu chochote, kwa sababu mwisho wa siku haya tunayoyafanya tutabaki kwa tunamdai, na tunamdai tunahitaji tena Division 1.3 form 6 kwa namna yoyote ile. Labda pengine hatuahidi kama ataweza kufanya hivyo, lakini hatumdai tu Division 1.3 form 6, tunamdai pia aje mwisho wa siku awe kiongozi bora wa jamii, lakini awe raia mwema ambaye leo na kesho atasimama kama leo tunavyosimama mbele yenu kuweza kusaidia wale ambao walioko chini, na hiyo ndio namna ya kuweza kulijenga taifa lako. Hata hivyo, mwanafunzi Hassan Hamid Usi ambaye ndiye alikabidhiwa tuzo hiyo ametoa shukrani zake kwa zawadi aliyopewa pamoja na kutoa wito kwa wanafunzi wenzie. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kupata tuzo hii ya mwanafunzi bora kwa upande wa Zanzibar. Lakini pili, niwashukuru walimu na wazazi kwa support yao hadi nimefanikiwa kupata Division 1 ya point 7. Lakini pia kwa taasisi ya Greenlight ambayo leo imenipatia tuzo hii, nashukuru sana, na natoa rai kwa Greenlight bado iendelee na mchango wao katika sekta ya elimu na sekta nyingine hapa Zanzibar. Wanafunzi ambao kwa sasa hivi wapo kidato cha 4, napenda kuwashauri kwamba waendelee na jitihada zao katika kusoma
ili wapate mafanikio zaidi. Mwalimu mkuu wa skuli ya sekondari ya Lumumba pamoja na rais wa serikali ya wanafunzi Lumumba nao walikuwa na haya ya kusema. Chilia upande wa taaluma amefaulu vizuri kwa division 1 ya 0.7, lakini pia hapa shuleni kwetu skuli ya Lumumba alikuwa ni mwanafunzi mwenye discipline ukilinganisha na wanafunzi wote. Alikuwa ni msikivu kwa walimu wake, alikuwa akitii amri za viongozi wake, alikuwa akifuata sheria na taratibu zote za shule. Na yeye kutokea hivi mwanafunzi bora na pia muonekano wake imekuwa ni mfano na kigezo chema kwa wanafunzi waliokuwa shuleni Lumumba na pia wanafunzi wote Zanzibar nzima pamoja na Tanzania kwa ujumla. Kwa nafasi ya pekee nimpongeze sana mwanafunzi Hassan Hamidu kwa kufanya vizuri sana, kwa sababu Hassan Hamidu alikuwa muda wote yupo skuli ya Lumumba kuanzia asubuhi, jioni mpaka usiku akikesha pale, na nadhani ameona ile faida ya kuwepo yeye pale, na kitu kikubwa ambacho kilimsaidia ni nidhamu. Naomba aendelee kuwa na nidhamu na kuheshimu walimu wake, lakini popote pale ambapo atapokuwa basi hakikishe kwamba anashika bendera ya Zanzibar, kuhakikisha kwamba yeye anakuwa mwanafunzi bora, sio form 4 tu, lakini form 6, hata akienda university basi atambulikane. Tutapenda sisi akajulikana siku moja akasimama Hassan Hamidu kwa pengine hiyo ni general wa UN pale, tutafurahi sana sisi wa Zanzibar. Tumetoa mtu ambaye makini sana kama alivyokuwa Salim Mohamed Salim.